Bwana, tunaanza tena hivi episode ya 3 ya Redeemer. Na hii mambo iliyopita kwenye sehemu ya kwanza na ya pili. Wanakumbuka kwamba tuliona shida ambayo ilikuwa kwenye hii familia. Kumbuka kwamba pia tuliona namna gani familia inataka kumwangamiza Komando. Maana jamaa anaanza kuingilia sana katu kwenye mambo yao. Lakini pia tulianza kuelewa wapi mtoto Inaya anatoka, baba yake Sam na nini mikorogoro ambao walikuwa nayo. Mama anamwambia mtoto wake enda kamletee mlisi baba yake. Mtoto kaanza kumtafuta bwana, lakini Komando akaingilia kati kuthitisha mipango yao. Bwana wewe, Komando kaanza kumpenda mtoto wa kike na akaamua kumuita Dina. Tunangoja sasa mtoto akuje jina. Bwana wewe, hapa ni Govyua, kampuni inayosambaza movie yetu toka Kongo mpaka nje ya nchi. Bwana, wakati naye anakuja, ghafla tunaona kama mtu fulani anakuja kumfuatilia. Kumbuka Inaya ameitwa na Komando waende wakale Dina angalau. Kumbuka wameanza kupendana. Lakini huyu jamaa anamfuatilia ni nani tena? Mama ilibidi amchukue mtoto wake akaenda naye. Bwana, mama kashtukia kitu. Huyo alimchukua mtoto wake. Bwana we, kaongeza mwendo. Bwana, jamaa alipoona mama anaongeza mwendo, basi pia naye huyo akaja. Bwana, tayari mama na uoga. Kumbuka kashapitia shida nyingi sana. Mama ilibidi achukue rungu. Ni leo anayekuja na mpa. Wewe, alitaka kumpiga hivi. Sami kumbe ndio huyo alikuwa anamfuatilia bwana. Sami, inakuja unanifuatilia. Sami anasema mimi sikuwa nataka kukustua. Bwana wewe, jamaa leo anamwambia kwamba yeye alifanya makosa nyingi sana kwenye maisha yake, lakini ameanza kujuta. Lakini amesikia kilio cha mtoto, anavyoangalia chini tu hivi. Muona Axel, mtoto wake. Bwana, damu nzito sana kuliko maji wewe. Alitaka kumshika lakini Inaya wewe alimshtuka kidogo. Wewe Inaya kutaka kabisa Samia amsogelee mtoto wake. Ilibidi amtolee uvivu kidogo. Bwana, ilibidi aanze kumwelezea alichokumbana nacho wakati jamaa alimtelekeza na kumtoka. Alianza kumwelezea wakati mamangu alijua kwamba na ujauzito, alinifukuza kabisa nyumbani. Nilikosa mwelekeo, nilikosa pa kwenda. Kuna aliyetaka hata kunihifadhi. Ilibidi nianze kufanya kazi ndogo ndogo angalau nipate hata chakula. Anaambia wewe, unaleta katikati ya jangwa wakati mimi nimekupenda kabisa. Moyo wangu lakini ukata katu. Anaambia kuna mida nilikuwa naenda hata kuchukua chakula jalalani. Anaambia kwa nini umefanya hiyo Sami? Kwa nini umeharibu maisha yangu? Na yote hiyo sikuwa naifanya kwa ajili yangu. Nilikuwa naifanya kwa ajili ya mtoto wangu. Anaambia mimi nilikuwa nalala nje. Na kuna mida mvua ilikuwa inanijia usiku kabisa. Anaambia na siku moja nilikuwa nataka kutoa hii mimba. Bwana, mwanamke na akili sana huyo. Alimwambia kutoa mimba isingenifanya tena nirudi binti, bali ningekuwa tu mama yake na marehemu. Leo sijui nini kimekukuta. Unakuja tena sijui kumuona mtoto wako, sijui turudiane. Baba, tafadhali tumeshasumbuka vya kutosha na hatukuhitaji tena kwenye maisha yetu. Bwana, Inaya alimpush na kwenda. Bwana, jamaa alianza kumlalamikia Inaya. Lakini Inaya, jamaa alikuwa anamwomba Inaya hata last chance ili jamaa arekebisha, lakini haikuwezekana. Kuna dingi hapo pembeni alikuwa anafuatilia story, nilibidi ampe ushauri. Anamwambia huwezi kupata uhuru bila majukumu, na ukisikia mtu ni huru basi jua na majukumu. Kwa hilo naloliona hapo, jamaa umeshampoteza yule mwanamke kitambo tu, ni mjinga. Mzee ilibidi amcheke kwa dharau. Skola amekuwa chombo cha Rukia. Anaona anafanya vituko nyumbani huko, mtoto amejoka satellite. Furaha yangu ishazima, bahati yote nimenyimwa, hata ya kusema sina. Nimenyimwa, hivi nimepigwa bwana. Leo Sam maana kila kitu anaishiwa na nguvu. Sam analia. Nione huruma. Bwana, wewe hapo unaweza kufanya nini? Oh, maskini. Inadamu si
sijakamilika, mateso kawaida lakini siwe ya kunjona. Bwana, upande wa pili huku Komando amemsubiri Inaya. Halil anachoka. Alijua watakutana na Inaya hapa, lakini Inaya mwenyewe haji. Sasa inakuaje? Jamaa anachukua mpaka simu anampigia. Hakuna mtu anapokea. Inakuaje? Bwana, tunarudi huku kwa Inaya. Inaya ilibidi arudi nyumbani. Akampigia Komando. Komando anamwambia, inakuaje? Lakini Inaya akamwambia, mimi siwezi kuja tena. Inaya wakati alikutana na babake na mtoto wake, basi bwana alisikia roho imemchafuka na ilibidi arudi. Basi anamuita Komando. Anamwambia, baba, haitawezekana tena kuonana. Komando alianza kumuuliza kama kuna tatizo lolote, lakini Inaya hakutaka kabisa kumuelezea. Unajua hiyo ni kati yake yeye na baba mtoto wake. Komando akamwambia, kama amekufanya ubaya wote basi uniambie mimi nishughulike nalo. Mama akamwambia, ya kuhusu itabidi tuonane baadaye. Bwana, sasa leo Komando bwana, leo ilikuwa siku yake, alikuwa anatarajia kabisa kumwambia mtoto kweli kwamba ndo anampenda, lakini mpango umefeli. Bwana, upande wa Sam huku jamaa alienda kanunua whisky. Mali lewa wewe, anataka kupoteza mawazo. Bwana, jamaa kafanya makosa, hajui namna gani anaweza kata mimba. Leo inakula kwake. Ranko. Bwana, kuna nyoka fulani inakuja na kumfuatilia. Sasa inakwaje? Wewe, kumbe ni Rukia. Utamkolea. Bwana, kuna kitu Rukia na kipanga hapa. Batamu hapo. Des fois je vais partir sans revenir, si santé n'est qu'à moi. Oh, oups, y'a pas la liberté sans responsabilité. Mimi ni DJ wako Machine. Bwana we, Kongo nzima sijawahi kuona kali grande conséquence series kali kama hii. Égoïsme Bwana we, derrière des promesses. endelea kusubscribe, endelea kushare, mwambie mwenzio kwamba pia Ridima endelea. Bas. Oh Ridima, j'ai tout gâché, je vais recommencer. Bwana, kama unafuata hii episode tuambie unafuata kutoka wapi? Tanzania, Kenya, Kongo, wapi? Bwana, tuambie kwenye comments. Oh Ridima. Bwana we, tunakuja katika mji wa Bukavu usiku kabisa. Bwana we, lakini tunaona miguu ya Skola huyo. Anakwenda kufanya nini? Bwana, Skola anakuja kuingia kwenye chumba ya Inaya. Inakuwaje? Katumwa tena vipi? Bwana, Skola anataka kuchukua simu ya Inaya. Alishtuka kidogo. Mtoto amekuwa gumzo huyu. Bwana we. Bali anampigia Komando, lakini Inaya akashtuka kidogo. Wewe, ilibidi mtoto ajifiche. Inaya amesikia kitu. Ilibidi mama aje kuangalia. Bwana we, Skola ameingia chini ya kitanda wakati huku anaandika kitu kwenye simu, na tuliona wazi kabisa picha ya Komando. Sasa inakuaje? Bwana, ametuma message fulani. Upande wa pili huku tuna Komando, ndo message inafikia. Inakuaje? Hatujajua nini message imeongea, lakini jamaa amefurahi kabisa. Ilibidi jamaa aende. Upande wa pili huko mama kashasikia kitu. Kuna kitu akiendi sawa. Bwana we, Skola huko na mnyemelea, inabidi arudi chumbani kwake wakati mama anaanza kuangalia. Inakuaje? Mbona nasikia fujo huko? Bwana we, amegeuka nyoka. Huyo inakuaje? Huyo unapita nyuma yake. Maskini Inaya. Oho. Inaya anakwenda chumba cha Skola. Nafungua hivi. Mtoto huyo. Hai, chap chap. Kashazuga tayari. Bwana, inabidi azime taa na arudi chumbani kwake. Qui c'est celui-là? Pourquoi il est là? C'est quoi ça? Pourquoi il est si gros? Bwana, tunarudi nyumbani kwa Luz na Komando. Jamaa anafuata cartoons.
Jamaa anakuja anachukua flower nini. Kwaje? Ilibidi Luz asimame kidogo, jamaa anatoka. Hey. N'oublie pas de mettre ta combine. Bwana Luz kamletea kombini ya kwanza. Luz. C'est pas une bataille. Komanda anamwambia wewe utaendelea lini? Hiyo sio vita bwana, mimi nenda kumuona mtoto wa kike na itabidi leo tumalize wewe. C'est ça? Luz yeye alikuwa anahofia. Bwana anamuuliza na kwaje nje ya mji sasa? Kwa nini mmeenda mbali huko? Komando ilibidi mwambie sasa inakuaje? Anataka tu iwe vitu special, yani wewe hujaelewa chochote. Les yeux ouverts. Jamaa anamwambia bwana wewe, mimi ningekuwa wewe ndugu yangu haki ya Mungu, ningeshika tahadhari kabisa kwa sababu huyo mtoto huyo. Kumbuka na manyoka fulani na mwataka sasa inakuaje? Komando anamwambia mimi nimemaliza bwana. Sasa tumeenda huku. Nini haiendeki wewe? Jamaa anamwambia chao. Bwana Luz, kumbuka, aminigi kabisa huyo mwanamke. Akisikia tu. On est en 2057. Le lieutenant T-Rex et moi menons l'enquête sur une invasion d'extraterrestres hostiles. Lakini Luz aliangalia injini yenyewe. Kuna kitu aliwaza, jamaa alichukua na katoka. Bwana wewe, huku ndo message ilikuwa inasema kwamba wakutane na Inaya. Bwana wewe. Patamu hapo. Ngoja tuone. Komando lukaja na huwa. Bwana we, unakumbuka hiyo yake alikuja nayo ya kwanza lakini mpango ikafeli. Huko tunaona komando. Kwaje mbona komando yuko huko? Wewe! Luz aliamua kuvaa kombini ya komando, amevaa injini ya komando na huyo anatamba nayo mjini. Bwana ujamaa noma sana. Sasa inakwaje? Wewe! Anaangalia moji sasa, watu itabidi msome leo komando mpya. Take mwanaume anavyovimba. Jamaa anavimba mtaani wewe. Jamaa kuna kitu anafikiria. Jamaa anataka kuruka huyo. Inakwaje? Sasa hii masuala yake ilikuwa tu ya kucontrol engine lakini sio ya kuiongoza. Maana komando ndo vitu vyake. Jamaa anaitumia injini vibaya. Message inaanza kumwambia, bwana we, kuna shida. Jamaa anamwambia funga kinywa chako wewe. Washa twende. Les gars, j'ai trouvé l'homme. Mwingine huku. Yangu kashamsubiri. Haya wewe, umepita. Haya haji. Kwaje? Maintenant sans doute c'est mon tour. À ses côtés je me sens validé. Mapenzi tamua komando jamani. N'avais pas idée. Upande wa pili jamaa kasharuka. Jamaa anaanza kuona woga. Bwana, nataka kushuka. Hitaki. Nataka kushuka hitaki. Anaanza kulalamika huyo. Mama, nakufa. Komando amechoka kabisa. Lakini ghafla lakini huku injini ya komando ilianza kushika umeme. Cheki. Pika mionzi ya moto. Hapo anaanza kulalamika. Naona chini huyo anaenda kuanguka. Avant de commencer, qu'est-ce que vous voulez? Kwa anamwambia Fight. Nini mnataka? Bwana. Lakini jamaa amekanyaga hiyo. La takomini. Fanya makosa wewe. Vunja mkono. Wanabidi jamaa azikumuonesha siri. Mando wewe. Fanya kosa kwenye dunia lakini usimchokoze jamaa. Mala piga miti. Tupishi chuma. Chukua. Wenda hiyo. Jamani mwangalie tu hivi. Bia. Sumia taka. Wenda kana yeye. Bwana huyu jamaa. Ni short de ma vie. Et si je te revois une troisième fois, je nikikuona mara tatu na kuwa. Panoko. Awe, kita hiyo.
amebamiza anaanza kuona maruerue, si ameataka, anataka kutembea lakini nguvu tena mna. Huyo ameanguka. Bwana komando ilibidi achukue uwa yake, lakini bwana we, kumbuka Sam, inakuwaje? Komando alikuwa anataka kupambana, maana alikuwa anaona atawaumiza, lakini leo kesi ilibidi aanze ku Ekotuma kit. Ghafla alipata ujo. Kumbe Rukia alienda kakaa kama sniper. Alikuwa anaangalia, yani yeye ndo Alors c'est toi. Ndo mara ya kwanza komando na Rukia wanakutana, lakini komando hajajua kwamba ni Rukia. Qu'est-ce que tu me reproches? Mbona unataka nini kwangu? Je me suis fait beaucoup d'ennemis ces derniers temps. Bwana wewe, kulitoka nyoka kwenye mgongo wake. Komando ilibidi aanze kutupa signal. Bwana jamaa hayupo mitamboni. Jamaa anagoroma tu. J'ai su les serpents. Mindo nyoka. Pourquoi t'as envie à cette famille? Ça ne te regarde Kwa pas. nini unafuatilia familia? Naambia wewe hayakuhusu. Komando anakufa, lakini anaangalia kuna watu wanamwangalia. Patamu hapo. Bwana, lakini uliingia kungu na ghafla tunamwona Rukia kuna kitu anafuatilia kwenye simu. Anacheka alafu anatimuka. Sasa na ilikuwaje? Ilipitikanaje? Watu wanataka majibu, bwana, tunataka majibu. Bwana, hivi komando ameuawa ama vipi? Wale jamaa walikuwa wanatoka wapi na walikuwa wanafanya hapo nini? Inakuaje? Kama unataka kupata majibu, basi tukutane kwenye episodi ya 4 ya Redeemer. Kumbuka mimi nilikuwa DJ wako Machine, mdogo wake Putin, mjombake Chilombo, mtani yake Kabange. Bwana we, j'ai tout gâché, je vais recommencer. Bwana, hii ni balaa sana. Kama unataka majibu, basi utuambie tujue nini kinafuata. Hewana sisi tunakuletea tu. Kumbuka subscribe, share, tukutane sehemu nyingine. Ngora hapa. Sufa alichukua Malia, hivi wanakimbia tu. Bwana we, kare ni muona. Hacha racing yanza. Wakati majusi nao pia wanafika, wajua wanafanyaje. Ibidi jamaa wabaki hapo wanaangalia. Lakini walisikia mangurumo. Ibidi waangalia. Dragon. Bwana we, nyumba zilianza kuchomwa. Dragon tayari imetia timu, imeanza kufanya misharabaka. Wakati huku anachukuliwa kila mwanaume ambaye anapinga wala watoto anachinjwa. Yani unaulizwa swali tu, kama hujui wapi mtoto amezaliwa, mtoto Messi, unachinjwa.